Tutasoma kitabu cha Zaburi ya 91. Tutasoma sura yote ya Zaburi ya 91, lakini vile vile tutasoma Zaburi ya 46 mstari wa kwanza hadi wa 11. Zaburi ya 91 kwanza mstari wa kwanza inasema, aketie mahali pasili pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Nitasema, Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakayemtumaini. Maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni iharibuyo. Kwa manyoya yake atakufunika, chini ya mbawa zake utapata kimbilio. Uaminifu wake ni ngao na kigao. Hautaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala uwele uharibuo adhuhuri. Ijapo watu 1000 waanguka ubavuni mwako, naam 10,000 mkono wako wa kuume, hata hivyo hautakukaribia wewe. Ila kwa macho yako utautazama na kuyaona malipo ya wasio haki. Kwa kuwa wewe Bwana ndiwe kimbilio langu, umemfanya aliye juu kuwa makao yako. Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako. Kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Utawakanyaga simba na nyoka, mwana simba na joka utawaseta kwa miguu. Kwa kuwa umekaza kunipenda, nitamuokoa na kumweka palipo juu. Kwa kuwa umenijua jina langu, utaniita nami nitamuitikia. Ataniita nami nitamuitikia. Nitakuwa pamoja naye taabuni, nitamuokoa na kumtukuza. Kwa siku nyingi nitamshibisha, nami nitamuonyesha wokovu wangu. Zaburi ya 46. Zaburi ya 46 kuanzia mstari wa kwanza inasema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo hatutaogopa, ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima mioyoni mwa bahari, maji yake yajapovuma na kuumuka, ijapopepesuka milima kwa kiburi chake. Kuna mto, vijito vyake vya ufurahisha mji wa Mungu, patakatifu pa maskani zake aliye juu. Mungu yu katikati yake, hautatetemeshwa. Mungu atausaidia asubuhi na mapema. Mataifa yalighadhibika, falme zikataharuki. Alitoa sauti yake, nchi ikayeyuka. Bwana wa majeshi yu pamoja nasi, Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Njooni miyatazame matendo ya Bwana, jinsi alivyofanya ukiwa katika nchi. Avikomesha vita hata miisho ya dunia. Avunja uta, akata umkuki, achoma moto magari. Acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu, nitatukuzwa katika mataifa, nitatukuzwa katika nchi. Bwana wa majeshi yu pamoja nasi, Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunasema asante kwa ajili ya mchana wa leo. Asante kwa ajili ya neno ambalo unaenda kutufundisha, ukanitumie kama chombo tu kutoa ujumbe wako. Bwana, ukanifundishe mimi na ukatufundishe sisi sote tulioko mahali hapa, hata wale ambao wako online. Mungu wetu ukatufundishe sisi sote, katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini, amen. Somo letu la leo, maisha yanapotikisika, Mungu ndiye kimbilio letu na ngome yetu. Maisha yanapotikisika au maisha yanapotikiswa, Mungu ndiye kimbilio letu na ngome yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nadhani wote tunajua maana ya kutikisa au kutikiswa
au kutikisika. Na waimbaji wanasema wanasema shake. Kwa hiyo unapotikisika au unapotikiswa au vitu vinapotikisika, tunategemea kuna mabadiliko yanakuwepo, au kuna namna ambapo vitu havikai kama kawaida. Sawa, kuna kuhamishwa, kuna ukipita kwenye barabara ya vumbi au barabara ambayo ina matobo mengi, potholes nyingi, mitikisiko unaijua. Ndio maana hadi wengine wanajikuta matumbo huku ndani kunakuwa hakuko sawa. Kwa nini? Kwa sababu umetikiswa. Kwa hiyo ninaposema maisha yakikutikisa, nimechukua tafsiri hiyo hiyo ya kawaida ya mtikisiko, kwamba vitu havivyo kama kawaida. Ulikuwa na kazi, imetikiswa. Ulikuwa na biashara, imetikiswa. Maisha yako yametikiswa. Lakini ukiangalia hapa au ukijaribu kukumbuka kwamba mwaka huu somo letu au kauli mbiu yetu ni kwamba kumtumaini Bwana kwa moyo wote. Kwa hiyo hata huu ujumbe ni kwamba unakupa kujua uhalisia wa maisha, kwamba maisha yatatutikisa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Biblia inasema duniani mnayo dhiki, jipeni moyo. Kwa hiyo mimi siko upande wa wale wahubiri ambao wanasema kwamba kila kitu kitaenda sawa. Yesu mwenyewe ameshasema duniani mnayo dhiki. Kwa hiyo dhiki itakuwepo, mitikisiko itakuwepo. Mingine itakuwa mitikisiko ya kawaida, mingine itakuwa ni mitikisiko mizito na migumu, lakini utatikiswa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapa tunaona kwamba Mungu ndiye kimbilio letu na ngome yetu. Wakati mwingine utasoma Zaburi ile ya 23, anasema Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Inamaanisha kwamba ni mtu ambaye alifika mahali akamjua Mungu wake. Na mchana wa leo nataka ufike mahali kwamba unamjua Mungu wako kiasi kwamba uwe na uwezo wa kusema hata kama maisha yakinitikisa, Mungu ndiye kimbilio langu na ngome yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inawezekana unapitia changamoto mbalimbali. Inawezekana unapitia hofu, mashaka, wasiwasi, adha na mambo kadha wa kadha. Lakini unachotakiwa kujua, hiyo ni mitikisiko ya maisha. Ndio maana kwenye Biblia hapa anasema hata milima itakapodondoshwa baharini. Milima ikidondoshwa baharini, anasema hata mawimbi au maji yatakapo nayo yani kutakuwa na tufani kubwa. Lakini hapo tunatakiwa kujua kwamba hata katika nyakati hizo kwamba Mungu yeye ndiye kimbilio na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Cha msingi katika mchana wa leo, kitu ambacho nimekuwa ninajifunza kutoka kwa mwandishi wa Zaburi, na wakati mwingine utaona Daudi alikuwa anamjua Mungu wake. Anapopita changamoto alikuwa na ujasiri wa kusema kwamba wewe Mungu ndiye makao yetu, wewe Mungu ndiye tumaini letu, wewe Mungu ndio kimbilio langu na ngome yangu. Daudi hata wakati anamkimbia Sauli, sio kwamba alikuwa anamkimbia Sauli akiwa peke yake. Biblia inasema alikuwa na jeshi lake. Yaani alikuwa na wanajeshi wake na askari wake, anamkimbia Sauli. Kwa mwingine kwa sasa hivi ungesema mimi sina, kwanza nina timu, nina mabodyguard na nini. Lakini hata katika nyakati hizo, hata katika uwezo huo aliokuwa nao, alikuwa anajua kwamba Mungu ndio kimbilio lake na ngome yake. Kwa nini? Kwa sababu anaweza kuwa na jeshi, lakini likatokea jeshi kubwa kuliko la kwake, likamzidi nguvu na likamchukua. Kwa hiyo akajua kwamba hata kama nina hawa askari, hata kama nina uwezo fulani, lakini Mungu kwangu ndiye kimbilio, ndiye ngome yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yana mitikisiko. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hizi changamoto tulionayo sasa hizi, tuna wahubiri wengi wanasema wewe hautapitia sui nini, hautapitia nini. Habari njema ni kwamba utapitia.
Hiyo ndo habari njema. Hayo sio maneno yangu, hata Yesu mwenyewe. Unajua wanafunzi wakaambia sasa inakuwaje? Akaambia mnayo dhiki, jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Hakusema mnayo dhiki twendeni kwa Baba. Hakusema yes, kwa sababu kulikuwa na uwezekano anambia msijali, ndani ya hizi siku chache sinishafufuka. Tunaenda. Jinsi mmeniamini, wacha twende. Akaambia ninawaombea katika adha, katika tufani, katika mitikisiko hii, kwa sababu mimi nimeushinda ulimwengu, nanyi mtashinda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anasema hata dunia ikibadilika, hatupaswi kuogopa. Hata mambo yakitokea, hata uchumi unapobadilika, hatupaswi kuogopa. Hata adha zinapotokea, hatupaswi kuogopa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndio kimbilio letu. Mungu yeye ndiye tumaini letu. Kwa unatakiwa ufike mahali umjue Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni afadhali usimjue mtumishi wako. Ni afadhali hata usimjue mchungaji wako. Umjue Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake siku hizi watu wanawajua watumishi wao kuliko hata wanavyomjua Mungu. Wanawatetemekea watumishi kuliko ambavyo hata wanamtetemekea Mungu. Lakini Daudi alikuwa anamjua Mungu wake. Alikuwa anapita kipindi anajua Mungu ataniokoa, Mungu atanipigania. Kwa hiyo ni kitu ambacho hata wewe mchana wa leo unatakiwa ufike mahali uwe na mahusiano yako na Mungu ambayo hayateteleki, hayatikiswi. Ijapokuwa milima itatikisika, ijapokuwa maisha yatakutikisa, kwamba imani yako katika Mungu haitatetereka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu la kwanza, ulinzi wetu unatoka kwa Bwana, au ulinzi wa maisha yetu unatoka kwa Bwana. Ukisoma ule mstari wa kwanza hadi wa 4 kwenye hiyo Zaburi 91, anasema aketie mahali pasili pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Nitasema Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakayemtumaini. Maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji, na katika tauni iharibuyo. Kwa manyoya yake atakufunika, chini ya mbawa zake utapata kimbilio. Uaminifu wake ni ngao na kigao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ulinzi wetu unatoka kwa Bwana. Mwandishi wa Zaburi alifika mahali alikuwa anajua ulinzi wake unatoka kwa Bwana. Ndio maana anasema nitasema Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu. Inatakiwa ufike mahali unapopita kwenye changamoto, unapopita kwenye mitikisiko, ufike mahali useme Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilivyosema, sasa hii changamoto ni kubwa. Watumishi wanatuambia vitu vingi sana. Na inawezekana hata hapa inawezekana ni moja ya vitu vingi ambavyo ninavisema. Lakini Daudi katika kile kipindi ambacho kwanza ni Agano la Kale, lakini utaona kwamba mahusiano yake na Mungu, alikuwa anamjua Mungu kuliko kawaida. Sisi hapa tunayo neema ya Mungu, Roho Mtakatifu yupo, lakini ule uhakika au ule ujasiri wa kusema nitasema Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, wengi tunapata changamoto. Si ndio? Niishi kipindi ambacho nilienda, labda unasema nilienda kanisani hata mtumishi hakutaka kuniona. Mimi nilikuwa na jambo langu, nitaka niwekee mkono. Lakini Daudi hapa anasema nitasema Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakayemtumaini. Inatakiwa ufike mahali kwamba ujue kwamba Bwana ndiye kimbilio lako. Unapopita kwenye changamoto, unakimbilia wapi? Kumbuka kama tulivyosema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Na Mungu anachohitaji kutoka kwetu ni sisi tumtumaini. Ndio siri ambayo mwandishi wa Zaburi alikuwa anaijua, yeye kumtumaini Mungu, yeye kwamba Mungu ni kimbilio lake.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi ile 121 mstari wa kwanza hadi wa 8 inasema, nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu natoka wapi? Msaada wangu u katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Asiuache mguu wako usogezwe, asisinzie akulindaye. Bwana Yesu asifiwe. Yeye anayetulinda hasinzii wala halali. Anasema naam, hata sinzia wala hata lala usingizi, yeye aliye mlinzi wa Israeli. Bwana ndiye mlinzi wako, Bwana ni uvuli mkono wako wa kuume. Jua halitakupiga mchana, wala mwezi wakati wa usiku. Bwana atakulinda na mabaya yote, atakulinda nafsi yako. Bwana atakulinda utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata milele. Mwandishi anaandika ni mtu aliye na uhakika, aliyemjua Mungu. Kwa hiyo inabidi tufike mahali tuwe na uhakika tunamjua Mungu, hajalishi tumepita kwenye nyakati gani. Anasema nitaitazama milima, msaada wangu utatoka wapi? Inawezekana moja ya mitikisiko ulionayo ni milima unayoiona. Je, unajua moyoni mwako msaada wako unatoka wapi? Wengine wanasema msaada unatoka kwa mtumishi. Yaani mtumishi akiniwekea mkono tu. Mwandishi anasema msaada wangu unatoka kwa Bwana. Na asemi tu kwa Bwana, Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Alishajua uwezo wa Mungu, alishajua kwamba yeye Mungu ni mkuu, alishajua kwamba yeye ndiye aliyeumba mbingu na nchi. Swali ni kwamba je, wewe binafsi unamjua Mungu? Narudi pale, au unamjua mtumishi wako? Unajua kuna mtumishi, kuna watu wanakanyaga mafuta kwenda kuwatafuta watumishi. Yuko sui wapi huko, unasema ngoja tu niweke full tank, nikienda kuonana na mtumishi na breakthrough. Hapa mwimba Zaburi anaambia Bwana ndiye tumaini langu. Anaambia msaada wangu unatoka kwa Bwana. Inabidi ufike mahali ukue katika kiwango chako cha imani kwamba unamjua Mungu. Usiishie tu kwamba unawajua watumishi, usiishie tu kwamba unalijua kanisa. Unamjua Mungu kiasi kwamba utakuwa na ujasiri wa kusimama kwamba Bwana ndiye tumaini langu, Bwana ndiye anayenilinda. Kwa sababu uokovu wetu au ulinzi wetu, msaada wetu unatoka kwa Bwana, hautoki kwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Msaada wetu unatoka kwa Bwana. Ndio maana hapa anasema hata atakuagizia malaika waje wakulinde, hadi waje wakuokoe, ili miguu yako isijikwae. Sasa kwenye malaika, na hapo kuna fundisho lake watu siku hizi. Siku hizi watu wako busy, naagiza malaika waje wanilinde. Kwani hapa anayeagiza malaika ni nani? Labda Biblia zenu. Mimi ya kwangu hapa inasema Bwana ndio anayeagiza, si ndio? Anayeagiza malaika ni nani? Anayekuagizia ni nani? Au kuna sehemu kwenye Biblia mlikuta watu wameagiza malaika? Si huwa tunaomba jamani? Inawezekana hata mimi wakati mwingine kwenye maombi utakuta naagiza malaika. Mungu anashangaa. Anasema haya mamlaka nayo kijana kayatoa wapi tena? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unakumbuka siku ile wanafunzi mitume wanaomba, wamejifungia. Petro amekamatwa kule, yuko gerezani. Wameomba. Hata hawajui Petro ameokolewa na nani. Malaika ameenda akamfungua, anakuja kuwagongea, wanasema inawezekana ni nini, mzimu wake au ni kitu gani? Paka walivyogonga mara ya pili wanagundua ni Petro. Anaanza kuhadithia, jamani ni malaika. Maana yake hata wao wameomba, kwanza walikuwa na hofu, pili hawana uhakika kama kweli Petro ataokolewa au la. Ni Mungu ndiye aliyeamua kuleta malaika, sio maombi yao. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanaomba na walikuwa hawana uhakika. Hata waliposikia sauti ya Petro walikuwa wanasema ni mzimu au ni nani, ni roho yake au ni kitu gani? Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Inatakiwa ufike mahali umtumaini Mungu, usitumaini vitu vingine. Najua watu mnajaribu kulinganisha sasa, unajua nitaagiza malaika. Kwani anayeagiza, unajua Biblia inasema malaika ni watumishi wa Mungu. Anayeamua ulindwe na malaika ni nani? Ni Mungu. Na unatakiwa ufike mahali imani yako kujua kwamba tumepewa jina kuu kuliko majina yote, ambako hata malaika wenyewe wakilisikia hilo jina wanasujudu, wakilisikia hilo jina wanatetemeka. Hilo jina ni jina kuu, ndio ambalo unapaswa kuliitia hilo jina. Usiogope mtu akisema naita malaika. Wewe muite mwenye anayewatuma malaika. Bwana Yesu asifiwe. Liitie jina la yule anayeita malaika, anayewatuma wale malaika, ambaye ndiye Mungu mwenyewe. Na Biblia inasema jina kuu kuliko majina yote tumepewa jina la Yesu. Kwa hiyo unapomwita jina la Yesu, Yesu akileta malaika, mimi nitashukuru. Akileta sui nini, nitashukuru. Chochote atakachokileta kwa ajili ya ulinzi juu ya maisha yangu, nitashukuru, kwa sababu sitamweka Mungu kwenye boksi. Sitampangia Mungu jeshi kwamba saizi nahitaji jeshi la malaika ndio lije kunilinda. Kama uko vitani, kuna vita nyingine zinahitaji yale mawe. Agano la Kale ilibidi, kuna vita nyingine ilibidi mawe yashuke, yani mawe yashuke, sio malaika. Hata Mungu mwenyewe akapima uzito wa ile vita, akasema hii tushushe mawe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usimweke Mungu kwenye mipaka yako, usimweke Mungu kwenye fahamu wako. Muangalie Mungu katika uweza wake, muangalie Mungu katika ukubwa wake, muangalie Mungu kwa kile anachoweza kukifanya. Bwana Yesu asifiwe. Muombe Mungu, mtumaini Mungu, umjue Mungu ili uwe na amani. Unajua kwenye mambo hata wakati mwingine anafundisha discipleship, anaambia sasa, nikamwambia wakati mwingine unajua wakati mwingine inabidi tunaombaga maombi marefu bila sababu. Tumesema tuombe kwa jina la Yesu. Katika jina hili sasa sisi tunaanza na kona. Baba Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, si Mungu wa nani? Utazunguka. Wale walikuwa na mzunguko mrefu kwa sababu walikuwa hajapata ufunuo wa Yesu. Sasa hizi ukiita kwa jina la Yesu, huo mzunguko wote, hizo kona zote, unapoteza muda. Hamnielewi? Haya. Mimi ninachojua tumepewa jina kubwa kuliko majina yote. Kwa wa Ibrahimu jina la Yesu ni kubwa kuliko watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Wakati mwingine Yesu anasema mnapotea kwa sababu hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Si wakatazi muombe maombi marefu. Sawa, usije kusema unajua mtumishi yuko kinyume na maombi. Nataka unapoenda kuomba uombe ukiwa na ufahamu, ukiwa unajua, umemjua Mungu wako. Sawa? Kwa sababu unapoanza kutaja utataja majina mengi. Mungu anasubiri, anakusubiri tu, ngoja akishamaliza kutaja majina sasa tusikie shida yake ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Daudi yeye alifika mahali akasema, Bwana ndiye ulinzi wangu, ndiye nguvu yangu, ndiye kimbilio langu. Hata yeye mwenyewe atumuone akisema Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka, sio wa Yakobo. Hadi alifika mahali kuna sehemu nafika hauna huo muda wa kutaja hayo majina yote. Unahitaji jina moja, unamhitaji Mungu tu aingilie kati. Unahitaji uweza wake tu uingilie kati. Bwana Yesu asifiwe. Msaada wetu unatoka kwa Bwana. Mungu ndiye anayetulinda. Mungu ndiye atakaye kulinda. Ukifika mahali ukijua hilo, mambo yako yatakuwa mepesi sana. Hata namna ya kuomba kutabadilika. Kwa sababu Mungu anatujibu kwa sababu tumeamua kumwamini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapa anasema Bwana ndiye mlinzi wako. Kwa Bwana ni uvuli mkono wako wa kuume. Mstari wa 6 anasema jua halitakupiga mchana. Ulishawahi kupigwa na jua la mchana? Jua la Dar es Salaam.
Jua linakupiga, yani linakupiga kweli kweli. Lakini Bwana anasema jua halitakupiga mchana. Haimaanishi kwamba jua halitakuwepo. Jua litakuwepo. Wengine wanapigwa na jua, lakini wewe unakuona kama unatembea kwenye neema fulani, kakivuli. Kama alichofanya kwa wana wa Israeli, walikuwa wanapita jangwani, lakini mchana akawawekea wingu. Wako jangwani, lakini wanapita kwenye kaubaridi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia haijaniambia kama kuna mtu alikufa kwa joto. Na usiku alikuwa na regulate ile baridi isiwe kali sana. Huo ndio uweza wa Mungu. Huyo ndio Mungu. Kwa hiyo tunapomkimbilia yeye, anasema jua halitakupiga mchana. Sasa nikajaribu kuwaza pale mbele, anasema wala mwezi wakati wa usiku. Eti kumbe hata mwezi unaumiza bwana. Yaani ulishawahi kuwaza? Yaani jua alikupigi mchana wala mwezi wakati wa usiku. Kwa inamaanisha vyovyote vile ambavyo vilipaswa kukupiga mchana haviwezi kukupiga, na vilivyotakiwa kukupiga usiku havitakupiga, kwa sababu wewe umemtumaini Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hapa tunaona kwamba ulinzi kamilifu unatokana na Mungu. Ulinzi kamilifu unatokana kwamba tumeamua kumwamini yeye, kwa sababu yeye ndiye anayeamua kutulinda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu la pili, ukimwamini Mungu atakutumia msaada wake. Hiyo Zaburi 91 mstari wa 9 hadi wa 13. Kuna kitu hapa nataka ukione. Kwa kuwa wewe Bwana ndiwe kimbilio langu, umemfanya aliye juu kuwa makao yako. Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakukaribia hema yako. Kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako. Mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Utawakanyaga simba na nyoka, mwana simba na joka utawaseta kwa miguu. Hapa anasema kwa kuwa wewe Bwana ndiwe kimbilio langu. Inaonyesha, ndio maana anasema ukimwamini Mungu atakutumia msaada. Mwimba Zaburi kwenye huu mstari wa 9, hiyo Zaburi ya 91, anasema kwa kuwa wewe Bwana ndiwe kimbilio langu, umemfanya aliyejua kuwa makao yako. Mabaya hayatakupata wewe. Umefika mahali kwamba unajua kwamba Mungu ndio kimbilio lako, kwa sababu hapa inaonyesha kiwango cha imani, na Mungu anafanya kazi kwa imani. Anategemea imani kutoka kwetu. Tumemtegemea Mungu kwa kiasi gani? Mwimba Zaburi anasema kwa kuwa wewe Bwana ndio kimbilio langu. Anakili. Na kwa sababu huyu mtu amesema kwa kuwa wewe Bwana ndiye kimbilio langu, na amefanya aliyejua juu kuwa makao yake, ndio maana hapa mstari wa 10 anasema mabaya hayatakupata wewe. Ndio maana nasema ni muhimu sana ujue msaada wako unatoka wapi. Ni muhimu sana ujue kwamba Mungu ndiye anayekusaidia na sio wanadamu. Haimaanishi kwamba hautatakiwa kuongea na wanadamu. Tumaini lako liko wapi? Kwa sababu hapa nasema ukimwamini Mungu, yeye anakupatia msaada. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anasema wala tauni haitaikaribia hema yako, na atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako. Kwa unarudi pale pale, yani ukijua kwamba anayeagiza malaika ni Mungu, muombe Mungu. Muombe Mungu. Na ukimwamini Mungu, yeye Mungu anakutumia msaada. Kwa sababu Biblia inasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Ndio maana anasema watu wote wanamwendea kwa imani, yeye atawafanyia, yeye atawapatia mahitaji yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunahitaji kumwamini Mungu ili atufanyie msaada. Tunahitaji kumwamini Mungu ili kwamba yeye ashughulike na shida zetu. Tunahitaji kumwamini Mungu ili yeye aondoe magonjwa katikati yetu. Tunahitaji kumwamini Mungu ili yeye ashughulike na mambo yetu. Sasa hapa anasema mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako. Utawakanyaga simba na nyoka, mwana simba na joka utawaseta kwa miguu.
Asubuhi nikasema unajua kwenye mambo ya imani, kwa sababu watu wengi tumeamua kuwategemea sana watumishi, tunajikuta kwamba tunashindwa kujua nini neno la Mungu linachokisema. Neno la Mungu linataka tumwamini Mungu. Neno la Mungu linataka tusitegemee wanadamu. Ndio maana Biblia inasema amelaaniwa amtegemeaye mwanadamu kuwa tumaini lake. Kwa unapomtumaini mtu tu ukamuondoa Mungu, unajiletea laana mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yeye ndo anasema ataagiza malaika. Nimetolea mfano asubuhi, kuna yule mtumishi, unajua saa hizi kwa sababu watu hawajui maandiko au wameamini sana watumishi kwa mafunuo, mtumishi anasema kaleni nyasi hapo nje. Watu wanaibuka na akili zao timamu bila kulazimishwa na mtu yoyote, wanaenda wanakula eti kwa sababu amesema mtakula vitu vya kufisha havitawadhuru. Na yule mtumishi mwingine akawa anabeba kabisa joka madhabahuni. Siku moja si akalishika vibaya, likamshughulikia. Mpaka saa hizi hatujamsikia tena. Na hayupo kabisa, hatujamsikia tena. Amekwisha, amekufa. Kwa nini? Kwa sababu imani sio maonyesho. Bwana Yesu asifiwe. Imani sio maigizo. Imani ni kumwangalia Mungu. Kwa kiwango chako cha kumwangalia Mungu inawezekana kisiwe kama kiwango cha kwangu. Kwa ukimwangalia Mungu, Mungu yeye atakutumia msaada wake. Tunatofautiana misaada tunayohitaji. Tunawezekana wote tunapigwa na jua. Wengine wanahitaji kivuli kikubwa, wengine wanahitaji ukipata tuka kivuli kadogo kama mti mdogo, umeshapata breakthrough yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa tunaona mwimba Zaburi anasema kwa kuwa wewe Bwana ndiye kimbilio langu. Umefika mahali pa kusema kwa kuwa wewe Bwana ndiye kimbilio langu? Au unaishia tu kusema mimi nipo hapa tu kwa sababu ya wazazi wangu. Walifanyaje? Hawakunipeleka shule nzuri, ndio maana niko hapa. La sivyo, ningekuwa mbali sana. Mwaka wangapi tokea unasema hilo kauli? Umepata akili zako, bado ni wazazi tu wanahusika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumwamini Mungu, yeye atatufanyia msaada. Yeye ndiye msaada wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo letu la tatu na la mwisho. Ukimpenda Mungu atakujibu ukimuita. Zaburi ya 91 mstari wa 14 hadi wa 16 inasema, kwa kuwa umekaza kunipenda, nitamuokoa na kumweka mahali palipo juu. Kwa kuwa amejua jina langu, ataniita nami nitamwitikia. Nitakuwa pamoja naye taabuni, nitamuokoa na kumtukuza. Kwa siku nyingi nitamshibisha, nami nitamuonyesha wokovu wangu. Hapa anasema kwa kuwa amekaza kunipenda. Ndio maana Biblia Yesu anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Kwa kama umempenda Mungu, ukimwita atakujibu. Ndio maana mstari wa 15 anasema ataniita nami nitamwitikia. Hajasema tutaita nini, tunamwita Mungu. Watu tumekazana, kuna vitu tunaviita. Hata sasa hivi kuna wengine wanaomba maombi Mungu wa mtumishi fulani, si ndio? Au saizi mnafanya kama muombage maombi. Mnaombaga wengi tu hata wakati mwingine ukimsikiliza mtu anatoa ushuhuda. Nilivyoenda kwa yule mtumishi alivyoniwekea tu mkono. Au nilivyoenda tu neno la Bwana huko ndani nikawa naguswa kwamba kuna kitu ambacho kienda kumsemesha yule mtumishi. Lakini hapa nasema ataniita nami nitamwitikia. Inawezekana unaenda kuwaita watu, inawezekana unaenda kuwaita watumishi, lakini hapa Biblia inasema akiniita nami nitamwitikia.
Mungu anasubiri umwite. Mungu anasubiri wewe umwite. Umwite Mungu. Ndio maana ametupa jina kuu kuliko majina yote. Tunapomwita yeye, yeye ataitika. Sisi watumishi unaweza ukatuita na tukakumute. Tunakusave kabisa, huyu msumbufu. Ukiona tu hivi namba unasema huyu kwa sasa hivi sio muda wa kuongea naye. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inasema kwa Mungu, anasema tukimwita yeye, yeye ataitika. Kwa wewe muite Mungu katika majaribu yako. Muite Mungu katika mitikisiko ya maisha yako. Muite Mungu ashughulike na mambo yako. Inawezekana umeita watu kwa muda mrefu. Inawezekana umewatumia message watumishi wa Bwana za kutosha, na wao hawana majibu, na wao wanajaribu kujiuliza, hawapati jibu. Wanajaribu kufanya wanachoweza, hakuna majibu. Yesu anataka tumuite. Ndio maana ametupa jina kuu kuliko majina yote, jina ambalo kila mwili mbinguni na duniani wote tunaenda kusujudu kwa jina hilo. Watu tunachoka. Mungu hachoki. Biblia ndio inasema hasinzii wala halali. Unajua sio nikasema ndio maana amenitumia hasinzii wala halali. Kusinzia sio kulala. Kusinzia kuna wakati tu unajikuta tu unapoteza kidogo alafu unarudi unaambia nipo. Lakini ule muda ambao ulisinzia hujui kitu gani kilitokea. Ila ukiangalia labda katika lindo unasema TV ipo, kama ni nyumbani TV ipo, kila kitu kipo, tuko sawa, lakini ulisinzia. Lakini Mungu wetu ni wa kipekee kwamba hasinzii wala halali. Kila hatua, kila pumzi, kila dakika, kila sekunde ambayo unaitumia, kila sehemu unayoikanyaga, anaona, anakuangalia, mkono wake uko juu yako, hautakujikwaa kwa lolote kwa sababu anakuona. Yaani haujapotea kwenye lada zake. Ndio anachomaanisha. Yeye hasinzii wala halali. Ndio maana anasema ukikaza kunipenda nitakuokoa. Unajua maana ya kukaza? Vijana wanasema ukikomaa. Yaani kukaza ni kukomaa, ni kwamba hili yani mimi na wewe Mungu, yani hapa hakuna ukikaza kunipenda. Na napenda na Biblia imetumia neno zuri kabisa, kukaza. Yaani unatakiwa wewe umekaza. Usiwe legerege. Kwa sababu mambo ya imani yanahitaji uwe na msimamo, uwe umekaza. Wewe tu kidogo umeyumba. Kidogo, unajua Mungu anisikiagi. Ukikaza kumpenda, anasema atakuokoa. Na atakuweka mahali palipo na nafasi, mahali pa juu, kwa kuwa amenijua jina langu. Wewe unaitishaga majina ya kina nani? Majina ya watumishi. Hao watumishi wamepewa majina na wazazi wao. Na wazazi wao hujui waliwapa majina hayo kwa sababu gani? Sijui kuna wengine kila jina kuna historia nyuma yake. Hadi wengine majina yetu ni kwamba tu wakati mwingine wazazi labda kama wakukuambia wanasema ni kwa sababu kipindi kile labda kilikuwa na njaa sana. Kwa hiyo ikatokea tu mtu alituletea gunia sio nini la mahindi, ndio maana tukasema tukakuita Neema. Alafu ndo nalitumainia hilo jina. Na mengine ni mabaya zaidi. Afadhali hata hilo la msaada wa mchele au mahindi. Unaliitia jina gani? Na anasema kwa kuwa amenijua jina langu. Mungu anataka tulijue jina lake. Ndio maana akatupa jina la Yesu, jina kuu kuliko majina yote. Tukilijua hilo jina, hatutapoteza muda kuomba kwa jina la mtumishi fulani. Hatutapoteza muda kuomba sio kwa nani. Hatutapoteza muda, tutaomba kwa jina la Yesu, jina lililo kuu, naye atatusikia.
Zaburi ya 46 mstari wa kwanza hadi wa 11 pale anasema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Ndio maana akasema mateso hayakwepeki, mitikisiko ya maisha haikwepeki. Usije ukasema wewe ndio unapitia kuliko watu wengine. Ni kwa sababu hata wengine hawajakusimulia ya kwao. Yaani wote tu tunapita. Lakini sasa inategemea na kiwango cha kumwamini Mungu. Ni kwamba tu hatufanani, mapito hatufanani. Kila mtu anapita la kwake, lakini anasema yeye Mungu kwetu ni kimbilio na nguvu, msaada tele wakati wa mateso. Kwa wakati wa mateso, wakati unapopitia vitu, Mungu atakuwa kimbilio lako. Hata hivyo anasema, hata hivyo hatutaogopa nchi inapobadilika, ijapotetemeka milima mioyoni mwa bahari, maji yake yatakapovuma na kuumuka, ijapopepesuka milima kwa kiburi chake. Kuna mto, vijito vyake vya ufurahisha mji wa Mungu, patakatifu pa maskani zake aliye juu. Mungu yu katikati yake, hautatetemeshwa. Mungu atausaidia asubuhi na mapema. Mataifa yalighadhibika, falme zikataharuki. Alitoa sauti yake, nchi kayeyuka. Bwana wa majeshi yu pamoja nasi, Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Njooni mtazame matendo ya Bwana, jinsi alivyofanya ukiwa katika nchi. Anavikomesha vita hata mwisho wa dunia. Avunja uta, akata mkuki, achoma moto magari. Hata magari yanachomwa. Acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu, nitatukuzwa katika mataifa, nitatukuzwa katika nchi. Bwana wa majeshi yu pamoja nasi, Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Tukimjua Mungu tutatenda yaliyo makuu. Tukimjua Mungu atafanya mambo ya ajabu. Hapa anatolea mfano wa mji wa Yerusalemu, anatolea mfano wa miji mingine. Miji mingi mikubwa ukiangalia imejengwa au imekuwa mingi, imejengwa kwenye mito mikubwa. Ukianza kufuatilia miji mingi iliyostawi, sio kwamba imejengwa kwa bahati mbaya. Wamefuata maji ili wapate maji, ili wapate kuwe na urahisi wa kufanya biashara. Miji mingi. Sasa anaufananisha mji wa Yerusalemu kwamba kile kitendo cha kumwamini Mungu, ukimwamini Mungu inakuwa kama mji ambao umejengwa kwenye mito. Inamaanisha inapata chakula, inapata maji, mambo ya kilimo, mambo yote Mungu yani unakuwa vinapatikana. Kwa kitendo cha kumwamini Mungu, kitendo cha kumtegemea Mungu, Yerusalemu inastahilishwa na kustahimishwa kwa sababu Mungu ndiye anayefanya. Kwa hiyo ni kwamba hata sisi kwamba tunapomtumaini Mungu ni kama mji uliojengwa katikati ya mito. Hautakosa mazao kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa yeye Bwana Mungu ndiye ngome yetu. Tukilijua kwamba Mungu ndiye ngome yetu, ndio maana hapa anasema njooni myatazame matendo ya Bwana, jinsi alivyofanya ukiwa katika nchi. Anakomesha vita. Inamaanisha hakuna kitu ambacho Mungu hatashindwa kukifanya kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yakikuvuruga, ujue kwamba Mungu ndiye tumaini lako, ndiyo ngome yako. Inapofika mahali maisha yako yametikiswa, maisha yako huone uelekeo, muangalie Mungu. Angalie tumaini ambalo tulilonalo katika Mungu wetu. Naomba waimbaji tuje hapa juu. Umtumaini Mungu. Anasema maisha yanapotikiswa, mambo yanapotikiswa, milima inapotikiswa baharini, yeye Mungu anabakia kusimama kuwa ni Mungu. Ni jambo gani ambalo mchana wa leo kwamba limetikisa maisha yako? Nataka waimbaji wanaposimama wanatupa wimbo, nataka tuende mbele za Mungu tuombe. Inawezekana kuna vitu vingi vimekutikisa. Inawezekana umetikiswa na mambo mengi. Inawezekana umeitia majina mengi.
ukasahau kwamba kuna jina la Bwana Mungu wa majeshi, jina la Bwana ambaye tukimwita yeye anasema atatuitikia na atajibu. Inawezekana kuna vitu vingi vinaendelea kwenye maisha yako, unaona mtikisiko wa hali ya juu. Hebu tumuitie Bwana mchana wa leo. Hebu tumwangalie Mungu mchana wa leo. Hebu tumwangalie Mungu siku ya leo, yeye akatupiganie, kwa sababu anasema Mungu kwetu ni kimbilio na nguvu, msaada tele wakati wa mateso. Nyakati zipo ni ngumu, nyakati zipo unazipitia, lakini msaada na nguvu utazipata kutoka kwa Bwana. Msaada na nguvu utapata kutoka kwa Mungu wetu. Naomba tusimame kwa miguu yetu. Nataka mchana wa leo ukamwangalie Mungu. Yeye ndio msaada tele unaoonekana wakati wa mateso. Yeye ndiye tumaini letu. Yeye ndiye nguvu yetu. Kama mwimba Zaburi alifika mahali akamgundua, akajua Mungu. Na kipindi hicho tunajua kabisa hawakuwa na neema kama ya kwetu. Tunaye neema ya Roho Mtakatifu. Tunayo neema ambayo Bwana ameiachilia. Na uzuri akadhihirisha jina lake. Akatupatia jina kuu kuliko majina yote, jina la Yesu Kristo. Tunatakiwa tuliite jina la Yesu Kristo kwenye mateso tunayopitia, kwenye mitikisiko ya maisha tunayoipitia, kwamba Mungu akatuguse, kwamba Mungu akaguse maisha yako. Inawezekana ni kwenye ndoa yako, inawezekana ni kwenye biashara zako, ni kwenye familia zako, ni kwenye kazi zako, ni afya yako unahisi imetikiswa. Muitie Mungu mchana wa leo. Muite Mungu mchana wa leo, ashughulike nao. Nani kama wewe? Nani kama wewe? Yesu Mwokozi, Mfalme mkuu takatifu. Nani kama wewe? Nani kama wewe? Yesu Mwokozi, Mfalme mkuu takatifu. Nani kama wewe? Zaburi alivyoandika, akakujua kuwa wewe ni Mungu, akajua kwamba wewe ndio kimbilio na nguvu, msaada tele unaoonekana wakati wa mateso, unaoonekana wakati wa shida. Tunakuja mbele zako Yesu
mwana wa Mungu, wewe uliye msaada wetu, wewe uliye tumaini letu, tunakukimbilia wewe, tunaliita jina lako, maana neno lako linasema kwa kuwa tumekaza kukupenda, kwa kuwa tumekaza kukupenda, nasi Bwana tunaitia jina lako, nasi Bwana tunakuita Yesu, Yesu mwana wa Mungu, Yesu mwana wa Mungu, ukakutane nasi, ukakutane na maisha yetu, ukakutane na haja za mioyo yetu, ukakutane Bwana, ukakutane na kazi zetu, ukakutane na magumu tunayopitia, ukakutane Bwana na mitikisiko tunayoipitia, ukatuguse, ukatuguse, ukaguse Bwana kila mtikisiko uliopita kwenye maisha yetu, kila ugonjwa, kila uhitaji, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu tunaita jina lako, tunaita jina lako, jina lenye uweza, jina lenye nguvu, jina lenye mamlaka, jina linalookoa, jina linaloponya, jina linaloponya. Ukaponye waliovunjika moyo, wakainuliwe tena, waliokata tamaa wakainuliwe tena, waliochoka wakawezeshwe tena, katika jina la Yesu. Tunaomba uwepo wako, tunaomba nguvu zako, tunaomba nguvu zako, tunaomba nguvu zako, tunaomba nguvu zako. Tunapokuita Bwana, tunapoliitia jina lako, ukavunje mapigo ya chuma, ukakomeshe vita kwenye maisha yetu, ukakomeshe vita, ukanyamazishe, ukanyamazishe kila sauti, kila sauti, katika jina la Yesu. Mungu wetu, mfalme mwenye uweza, mfalme mwenye uweza. Wengine wamehangaika kwa muda mrefu, wengine wameita majina mengi, wakaita majina ya watumishi wao, wakaita majina ya vitu vingine, lakini Bwana tunaliita jina lako, jina la Yesu, jina lenye mamlaka, jina lenye uweza, jina lililokupita majina yote, jina linaloponya. Ukaponye, ukaponye nafsi zilizoumia, nafsi zilizochoka, nafsi zenye uhitaji, mioyo yenye uhitaji, ndoa ambazo ziko kwenye hali ya kufa, katika jina la Yesu ukaziokoe, ukaziokoe katika jina la Yesu. Waliokata tamaa, waliovunjika moyo, wanaona maisha hayaendi, biashara haziendi, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Waliokata tamaa, Bwana ukawahuishe tena, ukawahuishe tena, ukawahuishe tena, ukawahuishe tena, ukawahuishe tena, ukawahuishe tena. Waliokosa nguvu, walioishiwa nguvu, wakapate nguvu mpya, wakapate nguvu mpya, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wewe ni Bwana, wewe ni Mungu, wewe ni muweza, wewe ni mfalme, wewe ni mponyaji wetu, wewe ndiye tumaini letu, wewe ndiye tumaini letu, wewe ndiye nguvu yetu. Tumekukimbilia wewe Bwana, tumekukimbilia wewe Mungu wetu, tumekukimbilia wewe mfalme, tusiaibike milele. Ukaponye Bwana, ukawishe Bwana, ukaokoe Bwana, ukaponye Mungu wetu, katika jina la Yesu. Mfalme mkuu, mfalme
Tumwite Yesu nyakati zote. Tunapokuwa na amani, tumwite Yesu. Tunapokuwa tuna huzuni, tumwite Yesu. Asante sana Pastor Awali kwa kututia moyo kumtegemea Mungu katika hali zote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mnaweza mkaketi kidogo katika uwepo wa Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa tumeketi